sina nguo ya shule. Nakumbuka tulivyokuwa wadogo, wakati mwingine ukiamua kutokwenda shule unasema nguo zangu ni chafu. Kwa nini unasema sikuwa na sabuni? Sijui umenielewa? Wakati mwingine ameenda kufua maji, jenzia hawezi kuelewa hizi lugha. Mwingine ameenda kufanya jambo lile lile ambalo wewe umesema alifanye nini? Haliwezekani. Na hayo matokeo hayachelewi. Wengine wana struggle, wengine wana enjoy kwa sababu tu ya maamuzi ambayo walikuwa wameyafanya kwa kuyakatia tamaa, labda miaka 20 au miaka 10 iliyopita au miaka 30. Na kwa matokeo hayo unakuta kuna wengine watoto wana benefit kwa maamuzi ya kuto kukata tamaa. Taifa lina benefit kwa maamuzi ya kuto kukata tamaa. Jamii yako ina benefit kwa maamuzi ya wewe kuto kukata tamaa. Kwa hiyo Mungu anatutaka hata kama kuna maelfu ya sababu ya wewe kukata tamaa katika jambo fulani, Mungu anakutaka wewe usikate tamaa. Saizi ukienda unakuta unaambiwa kwamba kwenye hii generation unaambiwa siwezi kufanya jambo fulani kwa sababu 1, 2, 3. Excuses zinakuwa ni nyingi. Na wanaofanikiwa kupasua kwenye hayo maeneo ndio wanao prosper. Kwa hiyo nimekwambia kwamba Mungu anakudai, sawa, ameshaweka commitment ambayo hakukwambia kwamba nimetoa ruhusa mimi, lakini uharibifu huo una limiti. Hello? Una limiti zake. You are safe. Labda inaweza ikatokea ukawa safe 100%, lakini kuna kipindi kwa kukata kwako tamaa inaweza kukugharimu hata maisha. Lakini main point kwamba Mungu anatutaka sisi tusikate tamaa. Tumekuwa na changamoto nyingi, kwa mfano hata kwenye biashara. Nilikuwa namsikia juzi kwenye mtandao ya kijamii mtu mmoja ambaye ni tajiri sana. Anaeleza, anasema baba yangu alianza kufanya biashara hii ya mazao. Sijui mnanielewa? Na mimi nikaichukua hiyo biashara, lakini nimeimultiply katika nyanja tofauti ambayo product yake nadhani kila siku tunaipitia. Sasa hatukuwa na wakati, lakini tungemuuliza babake alipitia nyakati zipi kwa ajili tu ya kujenga hiyo platform ya huyo mtoto awe vile alivyo leo. Sisi tunaelewana kanisa? Kwa hiyo usijiweke katika ground ya kusema ili haliwezekani. Ni kweli tunaweza tukasogea, tukakuangalia, tukasympathy na wewe, tukasema kweli hali ni ngumu sana. Hali ya biashara sasa hizi sio nzuri. Hali ya mahusiano jinsi ilivyo sasa sio nzuri. Hali ya namna fulani, whatever it can, lakini you have no reason to give up. Ndivyo Mungu anavyotutaka. Lakini ukiweka nafasi hiyo, kumbuka kwamba unapoteza mambo mengi sana. Mchungaji alizungumzia kuhusu habari ya Yusufu. Sawa? Ukisoma ile habari ya Yusufu utaona kuna vitu vingi ambavyo aliviendea mpaka anafika anaikomboa jamii yake kwa namna ilivyokombolewa vile. Kwanza aliuzwa. Si ndio? Kwanza aliplaniwa afe au wawe. Wakati wanataka kumuua, kichwani ana mission ya wapi? Unaikumbuka ile mission yake? Ya ile miganda 5, nyota na mwezi vinafanya nini? Hello? Unakumbuka? Yaani hiyo circumstance, hivyo vitu alikuwa navyo tayari, ana hiyo mission kwamba lazima nyota na jua vimsujudie, miganda sijui na nini ile angano imsujudie. Hiyo ipo. Lakini situation anayopitia haina uwiano na hiyo promise. Ndivyo kwenye maisha yetu wakati mwingine tunapitia mambo tofauti na yale tunayoyafanya nini? Tunayoyaona mbele yetu. Yaani unaona mafanikio lakini unayopitia hayafanani na nini? Unaona wewe kuwa kiongozi mkubwa lakini uko wapi? Uko gerezani. Sawa?
Unajiona wewe kuwa labda ni mkulima mkubwa, lakini mambo yameenda ovyo. Unajiona wewe ni mfanyabiashara, lakini biashara zako zinafilisiwa. Ndivyo watu wanavyopitia hao wengine mnao celebrate na kuwaona kwamba wamefanikiwa. Ndizo hizo nyakati. Lakini main point pale ni kwamba hakuna kukata tamaa. Hiyo habari ya Yusufu ni kwamba Yusufu alikuwa anapita katika hizo nyakati. Hao ndugu zake wakafanya maamuzi kwamba tumuue. Wanavyofikiria kumuua wakasema hapana, kuna wale jamaa wanakuja wanaweza wakamnunua. Wamemuuza, anakwenda mahali ambako hawezi kuja kuonana na kaka zake wala na baba yake. Hana hayo matumaini. Biblia inasema alipofika kule tena akafanywa mnada, tena akauzwa kwenye nyumba ya yule Potifa. Anakutana na incidents zingine pale. Vipi kama angeamua kukata tamaa akasema nifanye yanayonihusu wakati huu? Usingekuwa na habari na wale ndugu zake wasingefanya nini? Wasingekumbuka. Kwa hiyo nataka nikukumbushe kwamba upo, kama vile ambavyo tumefundishana mara nyingi, kwamba upo kwa makusudi. Sawa? Yaani kwa wewe kuwa hivyo ulivyo, upo kwa nini? Na hauko empty. You have a mission. Sawa? Maamuzi ambayo yapo kwako. Mungu anakutaka ukiyapitia hayo, kama hujawahi kuyapitia, kama hayatakuja, kama yatakuwa namna gani, Mungu anakutaka usikate tamaa. Keep on going. Kwa sababu umebeba hatima ya wengi. Yusufu alibeba hatima ya wengi. Yesu alibeba hatima ya wengi. Na tunao wengi katika Biblia waliokuwa wamebeba hatima ya wengi. Na tunao hata wengine sio wa Kristo. Walifanya maamuzi magumu ya kutokata tamaa kwa lile ambalo Mungu alikuwa amewapa walifanye. Leo wengine kuna unafuu, leo wengine wanafly, leo wengine wanapita kwenye hiyo platform ambayo watu wengine walilipa gharama ya kutokata tamaa. Kukata tamaa katika maisha yetu kunaleta madhara makubwa kuliko yale ambayo tungeyapitia kwa wakati ule. Naomba nirudie. Kukata tamaa katika maisha yetu wakati mwingine kunatuletea gharama kubwa kuliko yale ambayo tulipaswa tuyapitie kwa wakati ule, hata kama tulikuwa tuna sababu za kufanya nini? Za kukata tamaa. Nakumbuka kuna kipindi unafanya mambo fulani, alafu wale unaowafanyia ndo wanakuwa mwiba kwa wewe. Sijui mnanielewa vizuri. Nishawahi kuwa na watu ambao tunawahudumia, tunakuwa na watu wafanya kazi ambao unafanya kazi. Hawajui unaopitia nyuma ya pazia. Wanafanya vyovyote. Mwishoni unasema hivi kwa nini? Sijui mnanielewa? Then unakata tamaa. Lakini baadaye unagundua ilikuwa ni kosa kubwa. Kwa hiyo Mungu ametupa, hatuko empty, tuna vitu kwenye maisha yetu. Wengine wamepewa kutokukatia tamaa familia zao. Wengine wamepewa kutokukatia tamaa biashara zao. Wengine wamepewa kutokukatia tamaa mahusiano yao. Na wengine wamepewa kutokukatia tamaa taifa lao. Kila mtu anayo assignment ambayo Mungu amempa. Mungu anatutaka usikatie tamaa. Hata kama kuna sababu zipo za kutosha pale, useme kwamba hii kwa sababu 1, 2, 3 mimi siwezi kuendelea na hii mission. Mungu atakudai na Mungu atakutaka kwa sababu ni muhimu, na yeye amefanya hivyo kwa ajili ya mapenzi yake. Kwa hiyo kanisa, nitaka tushirikiane kwa haya machache kwamba tunalo jukumu kwenye maisha yetu ya kila siku. Usichukulie poa kwamba bwana hii mimi naachana nayo, siwezi. Nimechoka na hii hali. Kumbuka wapo wengine wanategemea maamuzi yako katika maisha yako. Nimekupa mfano tu huo mdogo kwamba tulipokuwa tunakuwa zamani,
wanasema huyu alikimbia umande. Yaani kuna watu waliquit kwenye hatima ya future ya watoto zao. Kwa hiyo kukata tamaa, Mungu anatusii na anatutaka tuwe imara, twende mbele, hata kama kuna nyakati ambazo zinakuruhusu wewe kusema situation hii bwana ni ngumu, nimefanya 1 2 3, siwezi kuendelea. Jaribu kutafakari ni mambo gani mangapi ambayo labda ungekuwa uliyafanyia maamuzi ya kutokata tamaa, ingekuwa kuchukua hatua 4 mbele zaidi. Halo? Mnaelewa kanisa? Hebu jaribu kufikiri. Ni mambo mangapi? Mimi ninayo mengi sana. Kama ningekuwa niliamua kukomaa kwamba come wind come fire, ningekuwa nimeenda hatua zingine mbele zaidi. Na nilikuwa nasoma mahali fulani, nilikuwa namsikiliza mtu fulani anasema hivi, hata watu wakati mwingine tunawakatia tamaa kwa sababu ya tofauti zetu. Sio, umeelewa eh? Kuna watu wengine wana uwezo wa kuperform yale ambayo unataka yatokee kwenye ofisi yako, labda niseme hivyo, si ndio? Lakini kwenye mahusiano yako mko tofauti. Umeelewa? Yaani mkianza kwenye mahusiano na nini hayuko tofauti, lakini kwenye mambo mengine anaweza akafanya vizuri sana. Niliwahi kuambia hapa siku moja, kwenye maisha yangu niliwahi kukuta kwamba wakati mwingine nilikuwa nafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Unamwangalia mtu, unaona jinsi mtu alivyo, ni kama anakupotezea muda jinsi, yaani kuna mambo mengi. Lakini kumbe ukimchukua huyo mtu, useme simkati tamaa, ukamfix mahali pengine, ana perform wonders. Kwa hiyo hii ichukue kama package nzima ya kwamba unavofika hatua ya kusema kwamba si enough, fanya calculation zako vizuri. Siwe mara mbili tu kwamba nilifanya hivi, alifanya hivi, au nifanya hivi, nilifanya hivi, then unaachia mambo unasema hili limenishinda. No, Mungu anataka tusikate tamaa na anataka tuendelee mbele. Kuna mikataba wamekula huko pembeni kwamba usiguse afya yake, usiguse mambo fulani ambayo unayaogopa, hata kama yanatisha, lakini Mungu anakuwa ameweka misingi madhubuti kwa wewe kuwa imara ili uweze kupita. Na kumbuka jambo jingine la msingi kwamba yale unayoyapitia, unayopaswa kuyapitia kwa wakati huo, hayana gharama kubwa kama vile ukigive up. Ukigive up, gharama inakuwa ni kubwa zaidi. Na haikugharimu wewe peke yako, inatugharimu hata sisi wengine. Tupo hapa, upo hivyo ulivyo, kuna watu waliamua kuwa imara katika maeneo yao. Kwa hiyo kanisa, nitamani tushirikiane hili katika asubuhi ya leo kwamba tusikate tamaa kiwepesi kwenye biashara zetu, kwenye familia zetu, kwenye ofisi zetu, kwenye kazi zetu, kwa mabosi zetu, kwa wafanyakazi wetu, katika maeneo yote. Hata kama unaanzisha biashara leo, usiseme nimeifanya hii biashara 1 2 3 then una give up. Nilikuwa nimemwongea Max hapa siku moja, aliniambia jinsi gani walivyoanza familia yao. Nakumbuka hiyo imebaki kwenye ubongo wangu kwa muda mrefu sana, kwamba the way ambavyo walikuwa wanashughulika kuuza zile business na ni vile vifaranga. Ukivuta kwa taswira kama ulivyoniambia, nilikuwa najaribu kufikiria kwamba unachukua vifaranga unaenda unavipaki mahali, si ndio? Alafu mko wengi, kuna yani hizo tofauti. Waliotangulia wangekata tamaa, labda leo Kitelewasi na sehemu zingine tusingekuwa tunafaidi kuuza mahindi kwa wepesi kama ilivyo. Sijui kama mnanielewa kanisa. Sijui mnanielewa? Matokeo yake kuna consumption kubwa ya watu wengine wana benefit. Kwa hiyo tusikate tamaa, hata biashara zetu zishike kama vile Mungu amefanya nini? Amekwambia hold it up. Sawa, utaenda chini, utadondoka, simama tena. Na Mungu atubariki sana.